Su Gusii Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse ya morokerio ya Bible. Mwanchi umurigere bwegeta seni kya Ndizi TV na bugwansu bwo mu Gusii ne kinga kingekera ngo kwariganya umurobiri aso umurobiri bwo Okomenya Okuya nyoro n'umurobiri toko senwa manke igoro yo Okomenya buya kebo chene ucinchira chirito bwenerete Okomenya nabo igo bintu birito bwente wetanga aso gorwa soko nyora marire kinginjo ao nabo igo kweneke buni mibire ito nere bya kinga kichonsi ngo kwariganya aso umurobiri igo beko gusangana inche naritko rero aso umurobiri yiga nimbwa to mogeni uyore umunyagetari bwa mauga aniga go chigoto kwanera mange atumanye igoro ya maroire ao ya mauga natumanye na kibuna barabu abamanyi bamwana yega na kibako ringori abamanyi umuchando bumonto na ende na kibako rwa obugwenya anene cinchira cy'ubugwenya na chiricheje nabayekera umundanyo rire michando igana kimuntu yu abwenerete go konywa yono manchi murigere ngo kwariganya beko gusanga na intoge komwero yume y'umurobere go Okomenya Okuya buno koreta sori na inche Evelyn Osero ekera ngo kwenyera buna sense moya Facebook nabagotanyaro witra Ndizi TV News Digital asense moya YouTube tonyaro witra Ndizi TV News nabagase website ya ito naboko yasomo witra www.ndizitv.net yero togendere go somya nabayigo go kumanyia amanke inche yero tariane Evelyn Osero ngo kwariganya obe ko gusangana inche wikomero ekera buno kinga kigante tukumwariganya omugeni weri tkoria rero eriya tumanyiri etari yae nanene ngayiga gutoka eriyo togendere n'umurobere. Karibu sana daktari. Asante sana wakire bya nabogoti y'umwanchi umurigire your name and where you come from and what you do specifically. Okay. Samari etankoro kwa Dr. Edward Mairura nche menyete mumbu estate yakoro kwa Texas. Yes. Lakini nche no Gusii kwa Ramasha. Lakini tore nkabono toratebe Nyaribari Church. Kwa hivyo kazi yangu mimi ni daktari wa mafupa, orthopedic surgeon. Yes. Nafanya kazi Texas. Magonjwa yenye natibu ni vitu za hips, knees. Watu wenye wanavunja mifupa ndio tuna wagonjwa wenye tunafanyia kazi sana. Asante sana. Sasa tukianza hiki kipindi, we want you to explain to us what are the work of bones in the body. Sasa unajua mifupa ni kitu muhimu. Hiyo ndio inapatia structure ya mwili kusupport muscles na hiyo ndio inafanya watu wengi wanatembea vizuri. Yes. Kwa hivyo watu wakiwa na ugonjwa wa mifupa wanapata uchungu kama ni shoulder, kama ni knee, miguu, vitu kama hizo. Kwa hivyo mifupa ni kitu ya muhimu kabisa. Kwa sababu hivyo ndio tunakaa, hivyo ndio tunasimama, hivyo ndio tunatembea. Na mtu akiwa na hiyo ugonjwa hizo vitu zinakuwa affected kabisa. Alafu quality of life yao inakuwa ngumu. Na wanakuwa na uchungu na hiyo inakuwa maisha si nzuri kabisa. Hapo ndio sasa kazi yetu inaingia. Ni sehemu zipi za mwili hasa unapata zinazo? Ni sehemu zipi ziko na mifupa katika mwili wa binadamu? Si ni mwili mzima? Mwili mzima kila mahali. Soma vitabu hata ukiingia hapo Google unaweza pata labda mwili iko na mifupa kama 206 hivi. Kwa hivyo ni kila mwili. Kila pali kila mwili. Lakini orthopedic surgeons wao wengi sisi tunafanya kutoka shingo kwenda chini mpaka miguu. Watu wengine kama neurosurgeons wanafanya kichwa ama mifupa ya mgongo. Sasa tunaelewa kuna magonjwa mbalimbali ya mifupa. Unaweza kutuelezea kwa kati ya magonjwa? Magonjwa yenye inakuwa common sana ni unasikia watu wanasema arthritis. Yes. Na hiyo ni ugonjwa yenye ina affect joints. Mwili mzima iko na joints nyingi. Yes. Na joints ni vitu zenye zina ku-enable unatembea na una move mwili vizuri. Kwa hivyo unapata watu wanapata ugonjwa wa shoulder. Yes. Wengine ni mgongo, wengine ni hip, wengine ni magoti, wengine hata ni mguu bali wanatembea. Kwa hivyo hizo ugonjwa zinaletwa kwa sababu tofauti. Kuna wengine unaweza pata labda
family history yao ni iko hivyo. Kama mtoto akizaliwa anakuwa mrefu, unaweza angalia baba ni mrefu, sokoro ni mrefu. Kwa hivyo arthritis zingine inakuwa kama hivyo. Unaweza pata mama sokoro, baba walikuwa na arthritis, kwa hivyo inakuwa passed on. Kwa hivyo tunaita hiyo genetics. Yes. Na kuna wengine tu ni bahati mbaya, si kupenda wao, hiyo ndio kadi yenye Mungu aliwapatia. Mtu anapata tu hivyo arthritis. Na wengine unaweza pata labda wameanguka ama wamepata accident. Unaweza tembea hivi uanguke ukiwa miaka 12, usikie umeanguka kwa magoti. Kufika miaka 25 unaanza kupata uchungu, afu unagundua kumbe ulianguka ukaumiza hiyo kitu tunaita cartilage, afu ndio ukapata arthritis. Kwa hivyo hiyo tunaita post traumatic arthritis, kumaanisha arthritis baada ya watu kupata ajali. Kama ni kuanguka ama ni kuvunja mguu, vitu kama hizo. Hayo ndio magonjwa ya mifupa katika mwili wa binadamu. Na inaweza kupata mtu yeyote. Kama nyinyi madaktari wa mifupa, mtu amekuwa na hizi shida ama ya magonjwa ya mifupa, ni njia zipi mnatumika ili kujua shida ya mtu ambaye ako nayo? Kwa hivyo unajua lazima ugundue hizi kitu vizuri ya mifupa, unaweza iziona vizuri kwa x-ray. Kwa hivyo kila orthopedic surgeon, hata sasa rafiki yangu akinipigia simu aniulize mama yangu ako na magoti inamsumbua, swali ya kwanza namuuliza ako na x-ray, nitumie ndio niangalie nione nini naweza kuwa mbaya. Kwa hivyo x-ray ndio inakuwa kitu muhimu kabisa. Na usipopata jibu kwa x-ray, unaweza tafuta studies zingine. Unasikia watu wanasema vitu kama MRI, ama vitu kama CT scan ama CAT scan. Hivyo ndio tunachunguza hizo magonjwa. Na kuna arthritis zingine ni tofauti kushinda hizo zenye tumeongea. Saa zingine unaweza chukua damu uangalie ma results zingine, uone kama damu iko juu ama chini, ndio unaweza jua kama arthritis zingine iko. Lakini x-ray na ndio kitu muhimu kabisa. Asante sana. Wakati ambapo mmediagnose mtu umepata shida yake ni gani hasa, labda alikuwa na fracture ama ya arthritis, jinsi ambavyo mnavyomsaidia huyu mtu ili kuhakikisha kwamba amesaidika, ni zipi zile njia ambazo mnatumika? Hiyo ni swali nzuri kabisa. Tulifanya introduction, ulisikia nikisema mimi ni orthopedic surgeon. Yes. Kwa hivyo watu wengi wanadhani sisi tukiona mgonjwa tunatoa kisu kutoka kwa mfuko alafu tunaanza kuwatibu. Lakini vitu kama surgery ni vitu za mwisho. Kuna vitu zingi zenye tunaanza kuwatibu kwanza. Na inategemea, unajua arthritis inakuja in categories. Kuna mtu anaweza kuwa na mild, wengine wako na za katikati moderate, na wengine ni severe kabisa. Kwa hivyo inategemea iko mbaya namna gani. Kwa hivyo kuna mashindano tunaweza patia watu za steroids. So ni dawa zenye unaweza weka ndani ya joint. Kuna madawa zenye mtu anaweza chukua, vitu kama Panadol kusaidia tu uchungu. Saa zingine unapata watu wenye wako na arthritis wanatembea sana. Kwa hivyo unaweza ambia mtu anapunguza vile anatembea, labda kupumzika kidogo. Lakini wengine pia labda ni mazoezi. Hizo tunasema physiotherapy, ndio unajenga nguvu kwa hizo muscles zenye tumeongea. Na watu wengine pia labda unaweza ona ni weight ndio inaweza kuwa shida. Kwa hivyo tunasema mna exercise vidogo, mnakula pole pole. Kwa hivyo hizo vitu zisipofanya kazi, ndio sasa tunaweza kuongea vitu za surgery sasa. Na hizo vitu za surgery sasa ni kuweka chuma tofauti kwa mwili, kutegemea ni joint gani ndio imekuwa mbaya kabisa. Sasa nataka utueleze hizi chuma ambazo mnaweka, kila type ya tuseme kama mtu ako na back pain, maybe neck pain, neck joints hizo, ako na maybe fracture kwa mguu, hizo chuma mnaweka kila part ya mwili ama kuna specific parts mnaweka na kuna zingine na mwezi weka? Unajua technology imetoka mbali. Sasa ni kama tunaweza weka hata chuma pali popote kwa mwili. Hata shingo. Hata shingo. Hata shingo. Ukiongea na marafiki wangu wenye
ni neurosurgeons wanakuambia wanaweka hata plates na chuma kutoka mbele ya washingo. Wanafanya hivyo. Lakini sisi wenye tunafanyanga magoti na mahips ni create tunaita artificial hip joints. Ni kama tunaweka machuma yenye iko kama ile mwili yenye Mungu alikutengenezea, tuna replace, alafu ndio inafanya kazi vile Mungu alikujenga. Kwa hivyo chuma na zinakaa mwili wakati wote. Uliweza kusema hapo mwanzo kwamba nyinyi mnafanya sana kutoka shingo hadi chini kwa miguu, na ulisema katika mwili mifupa iko kila mahali, kumaanisha hadi kichwa mifupa iko. Kwa nini mtu akiwa na shida ya hii mifupa kwa kichwa atasaidika aje kama mtamfanyia surgery ama vitu zingine? Unajua vitu ya mifupa ya kichwa sasa, hiyo ni specialty nyingine. Sasa unaweza pata kuna daktari tofauti. Unasikia kuna orthopedic surgeon, kuna watu tunaita neurosurgeon, ndio watu wana deal vitu za brain na mifupa za kichwa. Na wengine ni head and neck surgeons, ama unasikia watu wanaitwa ENT. Kwa hivyo inategemea ni shida ni gani. Siwezi kaka hapa niseme naweza fanya operation ya kichwa kwa sababu hiyo ni specialty nyingine. Kwa hivyo sijui kama hiyo ilijibu swali kidogo, lakini hivyo ndio naweza sema. Asante sana. Umwanchu murire mnogendrete ko iguni watogendrete gukwanira iguru ya mangana y'imichando ya mabugu samarwire ya mawa daktari obirga gutumanya nene buna are omuntu nyagitari ogorigererimo namangana ya mauga obirga gutumanya types ya marwaire ya mauga sumbiro mwanya bantu na monona kiba koringoria baba kumanya omuntu yo muchando kiabwate na mono obirga gutumanya na kiba korwa oboringoria monyo obirga gututaina nigo bagokora surgery gose okumano korwa bantu bakumanwa ero babekerwa bakonya na mona sokubekirwa chuma na bintu binde ero konyo omuntu asokonya gusikia amatuko kurendende turagenda aso mutumukumokeigo ekero tureirane na chigotumanya ekero omuntu yabekirwe chume yiga inkiyo chikamobera gose complications inchiri chigo chiacha gose side effects inchiri chiga ekeragendrete komenya gose ekeragendrete gutara kabwate echume yiga ase omubiroye uno manchi mugire to busabuskare tokoirana togendere kwemanya mangi. Unahitaji shule ya kileo kwa mwanao atakayopata elimu ya viwango vya juu. Hurricane Academy wana viwango vyote vya madarasa kuanzia ECDE, CBC na Junior Secondary School. Pia wana mabweni kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Wana maeneo ya wanafunzi kuchezea, madarasa ya kutosha. Wanafunzi wanapata mlo shuleni, maji masafi ya kunywa na magari ya kusafirishia wanafunzi. Sio hayo tu, Hurricane Academy inapeana scholarship kwa wanafunzi mayatima 50. Admission ya mwaka wa 2024 inaendelea sasa. Fika shuleni humo katika barabara ya Kisii Marani, Riatwenya. Hurricane Academy, the future is here. Na ndo mwancho murigereri bono twakoriro mutumoko ekerongo kwarigana ndiri togendere gusanga mange na utiri turarero mugeni tugwatega igano munyagitari bwa mauga aniga gotumanyia mange igure mechando gusamarire ya mauga ayo gutoka se osemwanya bantu akobaga konyora na nene buna barabwa bamanyi na kiba kuringoria bamanyi umuntu na muchando kyabwate ende na kiba kubwatoka ubugwene bona ndende tegukwarigania ekeronda ite kumwarigana nere iri abega gutumanyia mange na baka ukwandira n'uburore bwa arthritis na morirande na rora mange ayunta getabega gutumanya na mono nachi gutumanya ekero gusembinto kibiri umuntu ekero umuntu atwarire uburoiro bwega bwa mauga atarakorera surgery eyo mbindo kibiri bago consider buna barabwa bamanyi gekoro ntumete buna bintu mbirororo konyore ekero umuntu abwate atakunyara gukorera ugento gete gusita kunyara gukorera surgery yiga nachi gutumanya binde byonsi mbiri bye binamonekero umuntu akorera surgery yiga anikikirige gukia kyamobera ichume yekera abekirwa asumubiro eto kumuntu useno kugora bwa tumuchando bekirwe ichume yiga nase kakenga
nginaki akobera nero asumubiroye ngono mancho muriringo kwarga nainde obe kubusanga naintwe gwika omwero. Karibu tena daktari. Asante. Tukizungumzia magonjwa ya mifupa katika mwili wa binadamu, sana sana ni ulizungumzia about arthritis. Nadhani kuna magonjwa mengine ambayo unaweza kufahamisha mtazamaji. Yeah. Na kuna magonjwa mengi. Arthritis sasa ndio specialty yangu, ndio maana nilifocus hapo. Lakini vile tulisema mwili uko na vitu nyingi, muscles. Yes. Si mifupa pekee. Kwa hivyo watu wanaweza pata magonjwa mengine kama osteoporosis. Hiyo ni magonjwa ya mafupa kama ukiwa mzee hivi. Ni kama calcium yako inakuwa chini kidogo. Hiyo tunaita osteoporosis. Ina affect sana sana wanawake wengi wakipita miaka 65. Kwa hivyo ni muhimu kuchukua vitu kama calcium, ama hata kupata jua ndio unapata vitamin D. Kwa sababu ukiwa na hiyo ugonjwa unaweza tembea afu uanguke, usikie mama amevunja mguu, amevunja mkono, kwa sababu hizo mifupa hazina nguvu ya kutosha. Kwa hivyo hiyo ni ugonjwa moja. Ugonjwa mwingine tunaweza sema vitu kama tendonitis. Hizo tu ni inflammations za muscles tofauti kwa mwili. Zinaweza kuwa kwa mkono juu, zinaweza kuwa kwa mguu, inaweza kuwa kwa kila mahali kwa mwili tunaweza sema. Na hizo ni vitu zenye hazihitaji surgery kama hizo vitu zingine. Hizo ni vitu zenye mtu anatibu kwa kufanya mazoezi, physiotherapy, madawa, na kuchunga tu vile mtu anaishi maisha, kufanya vitu kama stretching, kukaa sana, vitu kutembea vizuri. Hizo ndio naweza sema ndio ziko common sana. Unasikia watu wengine wako na rheumatoid. Kuna watu wengine wako na joint problems za mikono, afu unaweza pata blood yao si nzuri sana, kwa hivyo ugonjwa inaweza affect hata lungs. Kwa hivyo hizo ni collections ama diseases tunaita rheumatoid arthritis. Pia ni tofauti kushinda ile arthritis tumeongea. Lakini hizo ndio magonjwa common sana kwa specialty ya orthopedics. Asante sana daktari. Sasa tukirudi katika maneno ya ile ambayo treatment ambayo mnapeana kulingana na ile shida ambayo mtu ako nayo. Umeongelea sana about surgery, na ukiwa surgeon hizo ndio vitu sana unafanya. But tunaelewa ya kwamba mtu akiwa na shida before afanyiwe surgery kuna some considerations nyinyi ufanya. Kuna vitu mnaangalia, mnasema huyu mtu hastahili kufanyiwa hiki na hiki. Zile vitu ni gani unaweza zungumzia kulingana na ile shida mtu ako nayo? Kwa hivyo inategemea. Nadhani umesema vizuri sana. Naambianga wagonjwa surgery ni kitu ya mwisho. Hakuna mtu anaamka kuona daktari anasema leo niko na raha kupasuliwa mwili. Kwa hivyo tunaelewa hizi shida ni spectrum tofauti. Most often times watu wanaanza kujitibu na vitu kama physical therapy, madawa ya uchungu, mazoezi. Saa zingine vitu zingine unajua tu ni shida ndogo, unaziangalia kuona wakati miaka ikipita itakuwa namna gani. Kwa hivyo tunaweza sema physical therapy, madawa, na hizo injections zenye tuliongea nazo, hizo zinaitwa steroids. Hizo ndio tunaweza weka kwa mwili. Alafu ndio unaona vile mtu anafanya. Na mtu akipona ni vizuri zaidi. Lakini shida ikiendelea kuwa kubwa ndio tunaanza kuongelea vitu za surgery sasa. Inategemea shida ni gani. Sasa ukisema sasa umeanguka hapo na baiskeli umevunja mguu, hiyo ni surgery tofauti kushinda labda sokoro wako mwenye amekuwa na magoti mbaya miaka 10 imepita, mwenye ako na arthritis. Kwa hivyo inategemea shida ni gani. Kwa hivyo labda naweza ongea specifics kidogo. Again, tukifocus arthritis tuseme iko kwa hip ama kwa knee. Hizo surgery ni vitu tunaita hip replacement ama knee replacement. Category ya joint replacement, where unatoa hiyo arthritis kwa mwili. Ukikata hizo mifupa zenye ziko mbaya unazitoa, alafu unaweka chuma, na hiyo chuma iko na plastic kidogo, alafu unafunga mtu, anapona. Baada labda miezi 3 hivi mtu anakuwa sawa, anatembea vizuri. Na hiyo ni surgery tofauti kushinda sasa labda upate mtu amevunja mguu ama mkono,
alafu unapata hizo mifupa hazijalainika vizuri. Usipozitengeneza unaweza pata mtu ako na mguu crooked ama mkono crooked na hizi akatumia vizuri. Kwa hivyo unaingia hapo unalainisha mifupa, alafu unashika mifupa pamoja na hizo vitu tunaita plates and screws ama chuma, alafu unazishikilia kwa mafupa na hizo screws. Kwa hivyo inategemea shida ni gani ndio unatengeneza. Apart from nyinyi orthopedic surgeons kuangalia maneno ya mifupa sana, kuna vitu zingine ambazo mnashughulika nazo? Si zaidi, unajua hii ni specialty tofauti, na hiyo ni specialty different kushinda madaktari wa general practitioner. Kwa hivyo hizo mavitu zingine ni kama tunawachia madaktari wengine wanatengeneza, lakini si kumaanisha ati hatujui vile hizo vitu zina affect mtu. Kwa sababu unaweza pata sasa mtu ako na arthritis kwa mguu, lakini diabetes yake ni mbaya. Kwa hivyo inatakikana unaelewa diabetes ina affect kazi yako namna gani. Sukari ikiwa juu sana mtu anaweza pata infection, alafu upate hizo chuma lazima zitolewe. Kwa hivyo unafanya kazi na madaktari wengine, ndio mnahakikisha kwamba wagonjwa wataingia wapate shida nyingi. Daktari, huenda kawa wakati mwingi tunaweza sema inawezekana mtoto akizaliwa azaliwe na shida ya mifupa. Huyu mtoto akizaliwa na hii shida, ni daktari yupi anafaa kumtibu? Ni nyinyi specialist ama kuna vile huyu mtoto anaweza saidiwa? Hizo ni specialists. Na hizi vitu za orthopedics unaweza pata kuna specialist wa watoto na kuna specialist watu wakubwa. Kwa hivyo vitu kama mtoto unaweza pata amezaliwa na vitu kama tunaita club feet. Unapata mguu akizaliwa imegeuka inaangalia side nyingine. Hizo ni vitu zenye sisi ndio tunatengeneza vitu kama hizo, tunatibu vitu kama hizo. Unapata tunaweka vitu kama cast kulainisha mguu. Kwa hivyo hizo ni vitu watu wakirecognize mapema wanaweza patia orthopedic atengeneze. Lakini ndio maana tuna educate watu, kwa sababu saa zingine vitu tunaona ni vitu zenye mtu amewacha miaka, alafu tukizipata sasa tuwezi tukafanya vitu vizuri kusaidia watu. Kwa hivyo ni vizuri watu wanaelewa kazi yetu vizuri. Wakati imefika mtu amefanyiwa hii surgery, umesema kama ni hip, ni replacement, vitu kama hizo, huyo mtu akiwa na mmemwekea chuma, hata kama ni katika mguu wake amepata hiyo shida, mmemwekea hii chuma anakaa nayo kwa muda upi? Hiyo ni swali nzuri kabisa. Naambianga watu nikiweka chuma sitaki kuiona tena. Kwa hivyo inamaanisha hiyo ni kitu unazikwa nayo. Na hivyo ni kuassume kila kitu itaenda vizuri. Lakini kwa kusummarize naweza sema hizo chuma tukiweka, goal moja ni kuziwacha ndani na usiende kuzitoa. Na zileti any complications? Complications si nyingi. Unajua complications, vitu zenye tuna worry juu sana ni vitu kama infection. Hiyo inakuwa low kidogo. Unaweza pata mtu ako na chuma alafu aende aanguke, avunje mfupa juu ya chuma, labda uende utoe chuma utengeneze tena. Lakini vitu zingine watu wana tolerate. Unaweza sikia mtu akisema leo ikiwa baridi ninasikia, leo ikiwa joto nasikia, lakini hizo ni vitu naishi nazo, asisumbui sana. Asante daktari. Sasa tukielekea kumalizia, umesema we ni daktari wa mifupa na uko based in the United States. Now that you are a Kenyan, ni programs zipi ama ni mikakati ipi nyinyi mmeweka kama wewe specifically ili kuhakikisha ya kwamba wale ambao wako katika nchi yetu ya Kenya na wanazo shida mbalimbali wanasaidika? Nimekuwa nikikuja Kenya miaka mingi sasa. Alafu kila wakati nakuja naleta donation pia, vitu zenye tunatumia huko ng'ambo. Tunaleta zinasaidia watu wetu hapa nyumbani. Na kwa hivyo tukifika hapa tunakutana na surgeon wetu wenzangu, tunaelewa vile kazi inafanyiwa hapa, alafu tuna educate, alafu pia tunaongea, tuna share information, ndio hata wao wanajua vitu tunafanya, na hata mtu kama mimi naelewa shida za nyumbani. Ndio tunafanya collaboration. Kwa hivyo sasa kama sasa hivi vile tunaongea, tunapanga tunaleta medical camp mwaka ujao. Kwa hivyo tutakuja na team kubwa ikikuwa led na mimi na wenzangu madaktari kutoka ng'ambo.
Alafu tutafanya kazi hapa hata KTRH mwaka ujayo, na tutatibu wagonjwa wengi. Tutafanya operations zenye watu wanahitaji kama wiki 2 hivi. Kwa hivyo ni vizuri tutangaze hivyo, ndio watu waanze kujua, ndio walete wenye hawajiwezi, na tutatumika vizuri, kwa sababu si ati tunakuja kulipwa pesa. Kwa hivyo tuna work na masponsor, ndio wanasaidia watu wenye hawajiwezi kulipa. Kwa hivyo ndio collaboration yenye tunajaribu kufanya. Ndio tunahakikisha community zetu hapa Gusii wanatumika vizuri na skills zenye tumeacquire kutoka time. And do you do it in a specific place, ama hospital, or you do it widely? Tukikuja tutaifanya kwa hospitali. Unajua surgery si kitu tunaweza fanya msituni, lazima ikuwe na environment iko safi kabisa. Na tumeidentify KTRH ikiwa county hospital iko na need kubwa. Kwa hivyo tutapanga na ma-leaders hapo, ndio watupatie nafasi. Ndio tukikuja tunaingia na tunaendelea kufanya kazi, sisi pekee, lakini na watu. Kuna orthopedic surgeon hapa Kisii nyumbani wenye ni watu wazuri, wenye tutaungana vizuri tusaidie watu. Na hii donation ambayo umesema mmekuwa mkipeana, ni mnapeana kwa specific hospitali ama hospitali nyingi? Hospitali tofauti, inategemea ni wapi. Tulianza Nairobi, sasa tulikuwa tunapatiana University of Nairobi ama KNH. Na hiyo tulikuwa tunapatiana kwa sababu tulikuwa na relationships na madaktari kwenye nilikuwa najua. Lakini sasa unaona, sasa vile vitu zimependuka hivi, vitu ziko decentralized, na tunaona Kisii vitu za health ni muhimu kabisa. Kwa hivyo tunaona labda sisi lazima tuinue watu wetu wa nyumbani, kwa sababu nadhani shida ya hapa ni kubwa kushinda shida ya Nairobi ama shida ya ng'ambo. Kwa hivyo sasa tumeona lazima tulete hizo vitu kwa vijiji zenye tumeishi na tumezaliwa. Asante sana daktari. Kwa sababu ya muda, kwa sekunde chache, nataka ukitazama katika ile kamera uambie mtazamaji jambo lako la mwisho, hasa orthopedic surgeon. Kazi yangu ni kusema tu asanti kwa kuniweka hii segment, na niongee na watu wetu wa Kisii County na Kisii nyumbani. Tunaelewa hizi kazi za orthopedic zinaweza kuwa ngumu, na watu hawaamini ati tunaweza weka chuma kwa mwili afu wakue vizuri. Kwa hivyo tu ni kueducate watu, kuambia hizi shida si shida za kuishi milele na milele, kwa sababu unaweza fika wakati uchungu inakuwa ngumu sana, hata kutembea na kusimama inakuwa ngumu kabisa. Kwa hivyo lazima tufikirie vitu za quality of life, especially tukiwa wazee. Na tunasaidia sana watu wengi, na hopefully tukikuja mwaka ujayo tutaendelea kutrain watu, na hata sisi to learn vitu kidogo hapa nyumbani, ndio tuendelea kufanya tu vitu kidogo, afu kibaba ujaza kibaba. Kwa hivyo tunaanza kazi ndogo, lakini hopefully tutakuwa na impact kubwa sana. Asante sana daktari. Okay, asante. Mwancho muri bano na kwabere go koiwa twabere to kwererwa amanke iguru yemechande marore ya amarore ya mugasumvira umunyabantu daktari obere gutumanya ningikerige gukorekana ekero umuntu yanyarikanire buna utwarire uburoire bwa mauga ase umubiroye namone bintu botambe to kuboriwa ntabanyagitari nkerina atoge twenekie buna ngurigire ritore cinjira ciritomenyete ningikerito gukora iri gwetangane ne kurwase okonyora emechande igago ikachinga kichinda somorobere bwo Okomenya Okuya nigore twasore na nche Evelyn Osero. Ndizi TV. Obwansu.